Basi ni siku ambayo Mungu ameiwezesha kwa mkono wake ulio hodari na akatufanya tuweze kuwepo mahali hapa ili kuweza kulisikia neno la Mungu. Najua umesikia sauti mbalimbali wiki nzima, lakini ipo sauti ya Kristo Yesu ambaye anasema leo, kama utasikia sauti yangu, basi usifanye moyo kuwa mgumu. Na Jumapili hii ni ya mwisho kabisa katika mwezi wa 4, na tunakwenda kufunga kwa neno la Mungu ambalo lenye kichwa cha habari kinachosema nguvu ya kufumbuliwa macho. Neno hili tunalipata kitabu cha Injili ya Luka mlango 24 mstari wa 13 mpaka 31. Kama ni msomaji mzuri wa Biblia, habari hii utakuwa umeisoma mara nyingi sana, lakini ni habari ambayo inazungumza siku ile ambayo Yesu alikuwa amefufuka. Watu walipokuwa wameshuhudia matendo makubwa, picha likaendelea mbele tena. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ndugu walikuwa ni wawili, alikuwa Kleopa pamoja na mwenzake. Biblia haijamtaja yule mwingine, lakini Biblia imesema kwamba alikuwepo Kleopa. Jina la Bwana libarikiwe. Walikuwa wanatembea wanapiga story. Ni kama vile unaweza ukatembea na rafiki yako mnapiga story 2-3, mnaweza kuongea mambo ya siasa, kuongea mambo ya michezo. Sasa hawa walikuwa wanaongelea habari za ufufuko wa Yesu na namna mji mzima wa Yerusalemu ulivyokuwa umezizima. Sasa hawa walitoka Emau walienda Yerusalemu kushuhudia. Walipofika Yerusalemu wakaona yote yaliyotendeka. Alafu walikuwa sasa wanarudi kijijini kwao, wanaongea huyu mtu hivi ni kweli? Wakati wanamwongelea Yesu, Yesu alikuwa nyuma yao. Yesu akakaza mwendo kidogo, akawakuta, wakawa watatu. Kama tunaongea kuhusu nini? Akasema tunaongea habari za Yesu Nazareti. Huyu mtu akasema, kwani wewe hukuwepo na hujui ya mambo yaliyotokea? Wewe ni mgeni wewe katika Yerusalemu. Akasema mimi sielewi. Basi kumbe yule waliokuwa wanaongelea alikuwa ni nani? Ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akaambatana nao, akawa anapiga story, anaongea nao. Biblia inasema wakati ameambatana nao macho yao yakafumbwa. Macho yalipofumbwa hawakujua kwamba yuko na Yesu. Amina. Kadhalika unaweza ukawa ni Mkristo, unamtaja Yesu lakini macho yakawa yamefanyaje? Yamefumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa watatu wanatembea, wanamuona kama ni mtu wa kawaida. Hawakujua kama wanaozungumza habari zake ndio huyu. Hata wangelijua, wangesema sasa story yetu imekuwa ni halisi. Hem, tuambie ilikuwaje mpaka ukawekwa msalabani? Ilikuwaje mpaka ukafufuka? Kule kaburini palitokea mpaka ukatoka? Yaani wangemuuliza maswali hivyo, si ndio? Lakini maandiko yanatuambia macho yao yakafumbwa. Wamefika sasa hapa ndio Emau, tunataka tuingie nyumbani. Yesu akapiga hatua kubwa kama anaendelea ili waone. Wakaambia wewe, huko unakoenda ni mbali na kumekuchwa, kaa pamoja nasi. Yesu akakubali, akarudi, wakaingia ndani. Walipoingia ndani, moja kwa moja akachukua mkate akaumega. Alipoumega tu macho yao yakafanyaje? Yakafumbuliwa. Macho yalipofumbuliwa akasema kumbe Yesu. Tayari Yesu akatoa. Kwa hiyo kufumbuliwa macho ni kupata ufahamu mpya, ni kupata mambo mapya, ni kupata maarifa mapya, ni kuona ukweli uliokuwa umejificha hapo awali. Na ili tupate ukweli wa maisha yetu kutoka kwa Mungu, inatupasa kuipeleka mioyo yetu ili itiwe nuru mbele za kwake. Bwana Yesu asifiwe. Mioyo yetu ili ipate kweli ya Mungu, ili itembee na kweli ya Mungu, lazima imulikwe na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ipate ile nuru ya Kristo. Nuru ya Kristo ikipenya ndani ya moyo, nuru ya Kristo ikipenya ndani ya maisha yetu, tunaona ile nguvu ya Mungu ikitembea sawa sana mapenzi yake. Twende na mimi tuangalie Waefeso 1 mstari wa 18. Namna ya macho kufumbuliwa kiundani, tutaangalia mambo makubwa mawili. Kwa nini mtu anafumbuliwa macho? Kwenye kufumbuliwa macho kuna lengo gani la mpaka mtu anafumbuliwa macho? Lakini tutaangalia kwenye sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza, kufumbuliwa macho ili kuona dhambi. Lakini kufunguliwa macho kwa kuona dhambi maana yake ni nini? Kufunguliwa macho kwa kuona dhambi ni wakati macho ya kiroho yanafunguka na mtu anaona hali yake ya awali ya uumbaji. Mtu anafumbuliwa, anaona hali yake ya awali ya namna alivyoumbwa, kwa maana mwanadamu ndani yake ameumbwa na hali ya nini? Ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mifano ya watu wako wengi, lakini tutaangalia mifano ya watu wawili tu
katika namna hii ambao walifunguliwa. Twende na mimi kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 1 mpaka ule wa 7. Bwana asifiwe. Pale bustanini palikuwa pana miti mingi. Hapo palikuwa pana mti mzuri sana unaitwa mti wa uzima. Wale wakaambiwa miti yote mwaweza kula. Walipewa hata ule mti wa uzima, wangechuma matunda unafanyaje? Wangekula. Lakini mti mmoja wa mema na mabaya usiguse. Lakini moja kwa moja katika hayo yote ambao wameyafanya, Biblia inatuambia kwamba walipokula wakafumbuliwa macho wakawa uchi. Sasa uchi ni aibu, ni dhambi, ni kinyume cha utukufu wa Mungu. Hapo ni dhoruba imeingia hapo. Hakuna ambaye akawaelewa Adam na Hawa. Mbinguni kukatikisika kwa sababu Adam na Hawa wamefanya kitu ambacho ni cha ajabu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hapo walifumbuliwa macho ili kuona dhambi. Kwani ile dhambi haikuwepo? Ilikuwepo. Sio ndio vizuri? Dhambi sio kwamba haikuwepo, ilikuwepo. Dhambi ni nini? Ni kinyume na maagizo ya Mungu. Mungu aliwaambia msile. Ina maana Mungu akisema usile ukala, tayari ni nini? Ni dhambi. Neno la Mungu linabaki kuwa ni agizo. Mungu anapoachilia kuona dhambi, hana lengo la kumfedhehesha mwanadamu. Ila mwanadamu anaweza kujifedhehesha yeye mwenyewe, kama Adam na Hawa walivyojifedhehesha wao wenyewe. Lakini lengo la Mungu ni nini? Lengo la Mungu anataka kufumbua macho ili kumleta mwanadamu kwenye toba, lakini kuitafuta njia ya utakatifu. Mungu anakuonesha vitu ili kutafuta njia ya utakatifu. Unavuta tuyatende mapenzi ya Mungu. Amina. Wathesalonike wa kwanza anatuambia mapenzi ya Mungu ni yapi? Ni kutakaswa. Kwa hiyo kumbe utakaso ndio unatengeneza mapenzi ya Mungu ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen.